Kwa wale ambao haujaweza kuwa na uwezo wa kununua bidhaa zangu, kukusaidia katika hizi eneo 4 ambazo bado nazungumzia. Eneo ya kuibiwa vitu kwa boma, au eneo la kuibiwa vitu kwa sehemu ya kazi au sehemu ya nyumba yako imebomolewa, inaibiwa, ili kurudisha hiyo vitu. Ya pili, pesa ambazo umekopesha mtu na amekataa kulipa, anapata pesa lakini halipi. Bado ninaweka mbinu za kiroho ukitumia vitu vya asili, jinsi unaweza kurudisha kwa lazima. Ya tatu, ninazungumzia kurudisha pesa ambazo zimeibiwa na matapeli. Alafu ya 4 bado ni pesa ambazo umefanyia kazi mahali na bosi amekataa kulipa. Nimesema, maandiko inasema hakuna amani kwa watu waovu. Hakuna amani kwa watu waovu. Hiyo ni maandiko. There is no peace for the wicked. And then neno lingine ambalo nimetaka muelewe ni kwamba andiko la Mungu linasema muovu ama waovu hukopa lakini hawalipi. So ukiona mtu anakopa na halipi, ujue ameingia katika orodha ya watu waovu. Sasa mbinu hizi ambazo ninapeana hapa, wanangu, zinawasaidia si kuwa wabovu ama kuwa watu waovu. Zinasaidia kujimudu na mambo ambayo yanawasumbua katika mwelekeo wa maisha haya. Sasa neno ambalo nitazungumza leo, pia tutaenda bado kutumia yai. Tutatumia yai na tutatumia pilipili za alligator. Na hivi ndivyo tutakavyofanya kwa hii video. Chukua yai la kienyeji moja peke yake. Alafu chukua mbegu 7 za pilipili ya alligator ambazo imetokana na alligator ambayo imesha tayarishwa kiroho. Sasa chukua mbegu moja, ukipanguza juu ya ya yai, na uzungumuza maneno ambao ni ya moyoni, vile unavyotaka kuhusu hiyo jamaa alipe pesa. Sasa utaita majina yake mara 3. Alafu uanze kuzungumuza ukizunguka, ukirabu. Unapanguza hiyo mbegu ya alligator juu ya juu ya hii juu ya hili yai, na unasema maneno ya moyo wako. Kwa mfano, kama vile mwanadamu hawezi kuwa na amani wakati ambapo pilipili iko katika macho yake, hivi ndivyo fulani maisha yako itakavyokuwa. Punde tu utakuwa unakaa hivyo, kabla hujalipa pesa yangu, hivi ndivyo maisha yako itakuwa. Au utakuwa na amani kama vile mwanadamu hawezi kuwa na amani pilipili ikiwa katika macho yake, ndivyo maisha yako itakavyokuwa kama hujanilipa pesa yangu. Unachukua mbegu ingine, unapanguza hivyo mpaka mbegu zote 7. Ukishamaliza mbegu 7, basi itakubidi uweke yai mahali, uchukue ile mbegu zile 7, uende tupe mahali mwanadamu hawezi kuruka. Alafu ngoje. Watu wananipigia wengi wakiniambia fulani amechukua pesa yangu, fulani hataki kulipa, fulani. Na mimi najaribu kuwapatia mbinu za kupractice, muzifanye ili muweze kupata hizi hela zenu. Sababu hii mambo ya kunipigia
na kuniambia mimi nataka unifanyie fulani, hataki kunirudishia fulani, iko na gharama. Kama unadaiwa kwa mfano pesa ya Kenya 30,000 na unataka mimi nikufanyie kazi ya kurudisha 30,000, kazi ya kurudisha 30,000, hiyo kazi yenyewe, vidhambi yenye mimi nitachumia. Unajua ile bidhaa na ile kazi yenye mimi nafanya kurudisha, si hii vitu nafundisha. Hii vitu nafundisha ni zenu zenye mnaweza fanya nyinyi ambao hamjatengwa kwa kusudi hili, ninyi ambao hamjaandaliwa kwa kusudi hili, ninyi ambao hamna ufahamu na mafundisho haya. Ndio nawapatia vitu rahisi vya kutumia. Mimi ukinipatia, mimi niko na miondoko ya ndani. Gharama ya huduma ya kurudisha pesa yenye imeibiwa ama pesa ya mtu 30,000 peke yake ya chini ni 30,000. Sasa kutakuwa na faida gani kutumia fare kwenda kulipa shilingi 1,000 kwenda kununua kiti ya shilingi 500 na urudi tena na 1,000? Kuna faida gani? Ndio maana naweka hapa tu, muonee hapa, mjifundishe, musikilize kwa makini, alafu mtafute hizo vitu, mjitenge, muwe na nidhamu, mwenda mkafanye. Mkimaliza mkirudi, mtaona faida kubwa. Sasa sikiza, baada ya kutupa zile alligator mahali mwanadamu hawezi kupita kuruka, yai lile ngojea usiku, kuanzia usiku. Yaani ukiona tu imefika usiku, hii haitakuwa kwamba usiku wa saa fulani. Neno usiku ndio nimekuambia. Kukifika mali unakaa Marekani ni kumefika usiku, unakaa Canada kumefika usiku, uko Australia kumefika usiku, Japan, basi wewe chukua lile yai, nenda katika barabara inaitwa T Junction. Barabara ya T Junction inakuwa hivi. T Junction, barabara ambayo ina njia tatu. Nenda hapo, alafu pasue hilo yai hapo katikati yake. Ukishapasua, hakikisha maji yasibaki juu, yasikuguze. Geuka na waanze kwenda. Apende asipende, atakulipa pesa ambazo ulifanyia kazi na hataki kukulipa. Apende asipende, atalipa pesa ambazo alikopa. Hizi ni njia za rahisi, na Mungu wa uzima abariki asubuhi ya leo mnapo enda ku practice hizi njia. Bwana wajalie. Hizi ni vitu vinashinda shinda mbali njia za kukimbilia mapolisi na nini. Hawawezi hizi. Watu wamekuwa watu waovu, wanataka kusukuma kwa ukuta ndio waweze kusaidia na kuingiana na sheria. Mungu awabariki. Asante.